Hello guys, moja ya mambo ambayo yamekuwa yakitrendi sana mitandao ya kijamii ni moja hilo jambo la Chanuo pamoja na huyo dada aliyeoteshwa mshipa. Bwana we, Chanuo Nchakali ni mwigizaji ambaye anafahamika kwa jina hilo. Bwana huyu mwigizaji bwana, inavyoonekana watu kwa madai yao wanadai kalogwa. Watu wanadai kalogwa. Sasa kuna huyu binti naye ambaye amejikuta amelala ila baada ya kuamka ameoteshwa mshipa. Upo mshipa kabisa umeoteka, manake ni ume wa mwanaume. Binti ameoteshwa. Jamani, tunachojiuliza mpaka sasa hivi ni kwamba ni wadada kutoka na maume za watu. Sijui ndio tunafanyia mambo haya jamani, hatuelewi. Sasa hapo comment section ndio mtatuambia sasa kipi kinachoendelea, kwa sababu tunashindwa kuelewa wadada kwa nini ya matatizo jamani. Chanuo Nchakali anakuambia amezunguka hospitali zote, ameenda kupima hospitali zote, anamwambia hana magonjwa. Umenielewa? Wanamwambia hana magonjwa. Lakini pia huyo dada amejikuta ameota mshipa. Amejikuta ameota tu mshipa. Sasa hapo tunashindwa kuelewa iko vipi. Umenielewa? Mechi na mechi vipi? Umenielewa? Ila mimi ninachoomba mifumo mfumuaji kwamba tutamsikiliza huyo dada vizuri jinsi anavyoongea ili tujue mwafaka wake huyo dada ambaye ameoteshwa mshipa. Chanuo ni ameingia tu na kuanza kulia, amekuwa akijielezea tu, lakini kuna huyo dada aliyeoteshwa mshipa ambaye mshipa wako ndio huo hapo kaoteshwa kama mwanaume. Nyie watu wanaloga nyie. Watu ni wanaloga. Mungu tu atusaidie ndugu zangu. Kwa madai wanadai huyo dada itoka na mume wa mtu. Lakini pia kama mnavyomuona Chanuo hapo magonjwa, yani sijui gonjwa gani alieleweki. Vitufe. Haieleweki. Kwa hiyo bwana, tutamsikiliza huyo dada hapa anachokizungumza. Nikamwambia umefanya nini tuone, nikakiona kapele kadogo tu. Matokeo baada ya siku 2-3 ndio tukatokea hivyo. Kuja kutokea hiyo. Ameotea maumbile ya kiume. Maumbile ya kiume. Ni ugonjwa au ni nini? Sielewi sasa, maana yeye mtoto wa kike, lakini imetokea hali kama hii. Si ugonjwa huo, namna sijui kategwa mjukuu wangu, hata sielewi sasa. Poleni. Asante sana. Wewe sasa hapa nini kinafuata? Kinachofuata mimi ndio hapo naomba ushauri wenu, kama tumpeleke kwenye maombi au kwa waganga. Pole sana. Asante sana. Bwana mtaalamu, kama baba unaona hii hali ilikuwa sio. Mama, habari yako? Salama, vipi hali? Safi, pole. Asante. Nini shida tena jamani? Ndio hivyo, tupo tunashangaa tu, mda tunamshtukiza, anashangaa tu analia, mama yake hapa na bibi yake wanaongea naye, mara tunaona mtu kwa dude kama hiyo, sio mganga. Nini hicho? Hata tuelewi dude gani limemtoka tu hapo mbele. Kwani wewe ulivoligusa pale lipo kama nini? Mwenzangu lipo kama ndio hivyo tena. Ndio hivyo ndo nini? Lipo kama shipa, si shipa nini si nini, hata lieleweki. Poleni. Asante. Nini kiendelea? Yaani udada kaamka asubuhi mambo yamemkuta. Hello guys, kama mlivyomsikiza huyo dada bwana anavyozungumza hapo, bwana ya mambo yanaenda, yani hata sielewi. Mimi kama mifumo mfumuaji. Wadada jamani, kuweni makini sana na wame za watu. Kuweni makini sana na mambo mnayoyafanya, kwa sababu unakuta kitu kibaya uelewi. Kumbe umetoka na mume wa mtu. Mtu amehangaika na mume wake, wametafuta, wamehanya, wakashuka wakapanda, baadaye wanakuja wanakuta mume wake anachukulia hivi, lazima utafanyiwa. Lakini pia kuna wale watu wanaoonea wivu tu maisha ya watu, wanaamua kuwafanyia hivyo. Kwa hiyo lakini mimi ninachoamini hamna mtu ambaye anaweza kufanyia kitu bila kosa.